na hiti umechukua wewe Catherine Mfula kuwa mke wangu wa ndoa. Nitakupenda, nitakulinda katika maisha yangu. Matendo ulinamuru kumpenda, maana weni upendo. Come be closer, unijaze upendo, siwaye muumiza, ni ulinde wake moyo kwenye yetu ndoa. Wewe nguzo, us who finds a wife finds a good thing. Give me wisdom to protect this love. Finds a good thing. Give me wisdom to protect this love. This is my prayer. Go. I'm not the bride, I'm the bride's daughter. I'm not the bride, I'm the bride bestie. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride's pal. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride's friendie. I am not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, she's my best friend in Jesus Christ. I am not the bride, I'm the flower girl, smart girl. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm the sister. I'm not the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm the bride sister. I'm not the bride, I am the best friend. I'm not the bride, I'm the bride sister. I'm not the bride, I'm the best friend. I'm not the bride, I'm the best maid. I am the bride. Kumpenda bibi yangu Catherine, msichana wa Kikamba ambaye ana heshima yake. Heshima nayo kweli amepewa. Nataka tu nifurahi nisema ya kwamba ulimwengu juu ya kwamba yeye ni wangu. Hakuna atakaye nipokonya kwa mkono yangu. Nampenda na napenda moyo wangu wote. Nashukuru wazazi wangu pia, marafiki zangu walisoma pamoja nami katika mwendo huu. Ni safari ndefu, lakini yote Mungu amehusika. Mungu anapohusika kwa mambo mengi, hakika unaona ya kwamba mambo mema yanatokea. Ndio sababu unaona hii imefika mahali imefika, Mungu amehusika. Asante. Msichana wangu na kuombea baraka na familia yako, na Mungu akawalinda na awapatie maisha mema. Amen. Sawa. Make me a problem solver.
lover, not a problem causer. Make me a problem solver, not a problem causer. Ibi basoke, bisabi byake, akahindake, kasaba kanje, ibyishimoke, bisabi byake, amahoro ye, hasaba yake. This is my prayer, Amma's prayer. This is my prayer, Amma's prayer. Though she say yes, though she say yes, this is my prayer, Amma's prayer. This is my prayer, Amma's prayer. Though she say yes, though she say yes. Maneno yao umeyasikia, maneno yao, maneno yao umeyasikia, maneno yao, maneno yao umeyasikia, maneno yao, maneno yao umeyasikia, maneno yao. Eti wanasema hivi nilivyo si kazi yako. Eti wanasema kukupata wewe mimi sio kazi yako. Eti wanasema mimi nilivyo elimu yangu ndogo. Maneno yao umeyasikia, maneno yao. Eti wanasema mimi sifanani kuwa na nyumba hiyo. Eti wanasema hivi nilivyo sio kazi yako. Hawajui tulianzia wapi, hawajui, hawajui kuna siri gani, hawajui. Wanapotazama majumba hayo wao, hawajui, hawajui mchango wangu kwako, hawajui. Wanapokutazama unavyopendeza, hawajui, hawajui hekima yangu kwako, hawajui, hawajui ushauri wangu umekufikisha hapo. Hawajui busara zangu zimekufanya uonekane. Hawajui maombi yangu ndiyo yanakubeba. Hawajui nafasi yangu kwako, hawajui, hawajui busara yangu kwako, hawajui, hawajui ninavyokuombea, hawajui. Wananitazama, wananihukumu ila hawajui. Wanasema sifanani nawe, wanasema hawajui maombi ninayomba yanakupa vyeo. Wanasema maneno yao Ni wewe umenitika, ni wewe umenikubali, ni wewe umenitika, ni wewe umenikubali, ni wewe umenitika. Ni wewe umenikubali, nilivyo umenitafuta. Ni wewe uliyeniheshimisha, ni wewe Bwana umenipenda. Ni wewe mtawala wa wote, ni wewe mpenzi wa wote. Ni wewe, ni wewe, ukijibu ni wewe, dunia inatambua.
Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu nke ya. She's a virtuous woman. Makanezi nwanyi di uko. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya. Yeah. Ngozi Chukwu nke ya. No, she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi di uko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kunu dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon wano. Oh no. Wanyi manaria onyomamo simuji sike nolo emesi ogadima imama ya bwaya yeah Ngozi Chukwu nke ya baby mo she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi di uko. Imama ya bwagwa. Ngozi Chukwu nke ya. Yeah, she's a virtuous woman. Makanezi nwanyi di uko. Oh yeah. So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama ya bwagwa. Imama ya bwagwa ya. Yeah. Ngozi Chukwu nke ya. La la la. Ebe. She's a virtuous woman. Yeah. Makanezi nwanyi di uko.
kesha mama wanyo elele mama o ungazi chubu munge ya dada she's a very woman oh Lord yes you want you call no oh yeah original Mr. Flavor Duono. Kutoka katika vifungu hizo, ingawa nitataja vifungu vingine, lakini hapa ni msingi wetu. Mathayo mlango wa 19 mstari wa 3 hadi mstari wa 12. Nakala yangu ya Kiswahili inasema hivi: basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakamwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliyewaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si mwili tena wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu ya mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Mstari wa 9, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, naye amuaye yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka tumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokea. Bwana abariki maandiko. Nataka kunena kuhusu ndoa. Jambo la kwanza, kabla sijaanza kunena kuhusu ndoa, nataka muelewe rahamani ya kitabu cha Mathayo. Kitabu hiki kiliandikwa na Mathayo ambaye alikuwa mtume wake Yesu Kristo. Na inaonekana wakati ule kulikuwa na usumbufu wa mambo ya ndoa katika taifa la Israeli. Vile ambavyo mnavyoona kwamba kuna usumbufu ya mambo ya ndoa katika taifa letu na katika jamii zetu, wakati ule pia kulikuwa na shida ya mambo ya ndoa katika taifa hilo. Kwa hivyo Mathayo alikuwa mtume wa Yesu Kristo, akaandika kitabu hiki kwa sababu alimfuata Yesu Kristo, na aliandika kitabu hiki na kuachia wana wa Israeli wakaweze kusoma, na ikimefika kwetu. Mathayo huyu alikuwa mtume ambaye aliacha kazi yake ya faradhani na kuweza kumfuata Yesu Kristo kwa mtume wake. Tunaona kwamba Mathayo anaandika kitabu hiki baada ya Yesu Kristo kufa mwaka wa 55-56 AD. Tunaona kwamba Mathayo alipoandika kitabu hiki alikuwa na mpangilio maalum. Alitoa muhtasari wa kitabu hiki chote kwa jumla. Muhtasari wa kwanza aliandika hivi. Kwanza, jambo kuu alisema kwamba Yesu ni mfalme. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo utakuta kwamba jambo ambalo linalotawala ni ufalme. Kwa hivyo katika mlango wa kwanza kufika mlango ule ambao ni wa 4, Mathayo anaandika kuhusu kuja kwa mfalme ambaye ni Yesu Kristo. Kuzaliwa kwake, vile alivyokuja na vile ambavyo maisha yake yalivyokuwa.
Alipofika katika mlango wa 5, sasa kwa sababu Mathayo amemrudisha Yesu Kristo kama mfalme, sasa Mathayo anaongea kuhusu sheria za mfalme kuanzia mlango wa 5 mpaka mlango wa 7. Mathayo sasa anasema kwamba basi kama unataka kuwa katika ufalme huu, kama unataka kufaulu katika ufalme huu, basi hizi ni sheria ambazo unastahili kufuata. Kama hujui sheria za Kristo, na hakuna mfalme ambaye hana sheria. Kuna mfalme ambaye hana sheria kweli? Hakuna mfalme ambaye hana sheria. Kila mfalme ana sheria zake. Na mfalme ambaye hana sheria, huyo mfalme hawezi kufaulu katika kazi yake. Kwa hivyo Yesu alikuwa na sheria zake, akazinakili chini katika mlango wa 5 mpaka mlango wa 7. Alipofika mlango wa 8, Mathayo sasa anaintroduce sasa uwezo wa ule mfalme. Anaonyesha vile Yesu alikuwa na uwezo wa kuponya magonjwa ya mbalimbali, alikuwa na uwezo wa kutuma wanafunzi wake, alikuwa na uwezo wa kuweza kuamuru wafukuze pepo na mambo mbalimbali. Kwa hivyo anaonyesha uwezo wa ule mfalme. Mfalme yeyote ambaye hana uwezo, basi huyo mfalme hawezi kufaulu katika ufalme wake. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mfalme ambaye ako na sheria zake, ni mfalme ambaye ako na uwezo katika maisha ya wanadamu wote. Huo umemkubali kuwa mwokozi maisha yako ama hujamkubali kuwa mwokozi maisha yako, yeye ni mfalme ambaye ako na sheria zake, na usipozifuata utafaulu, usipofuata utafaulu. Na ako na uwezo. Ukifikiria kwamba uko na uwezo ambao umepewa kwa neema tu, ujua kwamba uwezo wako unashinda watu. Na hakuna yeyote katika dunia hii ambaye ako na mfalme au ako na uwezo kama Yesu Kristo. Yesu ni mkuu na wa mamlaka yote. Alafu alipofika mlango wa 10, mlango wa 11, sasa Mathayo anaongea kuhusu mpango wa mfalme. Mpaka mlango wa 20. Alianza uwezo wa mfalme huyu, alizungumza kuhusu uwezo wa mfalme kuanzia mlango wa 8 mpaka mlango ule ambao ni wa 10. Alipofika mlango wa 11, utaona sasa anaongea kuhusu mpango wa mfalme. Mpango wa mfalme ni nini? Mpango wa Yesu unasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. That is the plan of our King. So the plan of our King is all of us to go to him, so that we can have the rest. Which rest is that? If you follow his instructions, if you follow his laws, you will know how to care for your marriage. You know, many people, watu wengi wanapotea kwa sababu hawafuati sheria za mfalme. Kwa hivyo mpango wake ya kwamba sisi wote kuja kwake, na baada ya kuja kwake kutubu dhambi zetu na kuweza kujifunza kwake. Mpango wa mfalme lazima tuweze kujifunza. Mfalme ni yule ambaye ako na taratibu zake. Tuko na mfalme ambaye ako na taratibu zake na ako na mpango. Na kufika mlango wa 20, nimesema kufika mlango wa 20. Alipofika mlango wa 21, sasa Mathayo anaanza kuonyesha ushindi wa mfalme. Bwana asifiwe sana. Tuna mfalme ambaye ni mshindi. Kama kuna mambo ambayo yamekushinda katika ndoa yako, Yesu ni mshindi. Anaweza kukushindia. Na ninajua kwamba hakuna mtu ambaye hana changamoto katika ndoa yake. Kuna mtu kweli? Hakuna. Kama utaniambia kwamba una changamoto, unanidanganya. Unadanganya mbele yangu na unadanganya mbele za Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu ako na changamoto za katika ndoa. Lakini Yesu ni mfalme ambaye ni mshindi. Mshindi katika mambo ya ndoa zetu, mshindi katika changamoto ambazo tuko nazo, mshindi katika mambo yote. Sasa katika mahali ambapo tumesoma, zile vifungu ambazo tumesoma katika ule mpango wa mfalme. Mpango wa mfalme tunaona kwamba sasa anafundisha wana wa Israeli kuhusu ndoa. Kulikuwa na Mafarisayo ambao walimjia katika mstari wa 3. Wakamuuliza, "Je, mfalme?" Na hao walitaka kumjaribu. Wakamwambia, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe?" Hilo ndio swali ambalo waliuliza. Je, ni halali mtu kuacha mkewe? Akawaambia la. Kwanza tukaona kwamba akawajibu akamwambia kwamba Mungu yule ambaye aliyewaumba aliumba mwanamke na mwanaume. Ni Mungu muasisi wa ndoa. Na alipoanzisha ndoa, Mungu alipoanzisha ndoa, tunaona kwamba aliunganisha mke na mume. Najua kuna wachungaji wengine ni kama nishotoa kidogo. Tena inafanywa katika makanisa. Wanaunganisha wanaume kwa wanaume. Bure kabisa sana. Bure kabisa.
Mungu kama angetaka, na wacha nikwambie, hao watu sijui wanafikiria aje. Mungu alianzisha ndoa, kaunganisha mume na mke. Wewe unaunganisha mume na mume. Wewe unasema kwamba sisi tuna sheria. Kuna vijana hapa, nilisikia hapa Nairobi wanaanza kutetea haki yetu. Haki yetu. Haki yetu, wanataka kuoana wenyewe kwa wenyewe. Kuunganisha mume na mke. Sio mume kwa mume. Alafu kuna hizi vitu vya lesbianism ambayo nimezakaa katika shule zetu, college zetu, tufundishe watoto wetu. Mungu hakupanga hiyo. Kama tunataka kubadilisha sheria ya Mungu iwe sheria nyingine ama mpango wa Mungu, sisi hatungepatikana hapa. Mimi nasema niko na watoto watatu, ndio mume ningekuwa na watoto watatu. Heno si ungekuwa na watoto? Kama ungeoa mwanaume. Haiwezekani. Kwa hivyo hii ni watu wazimu ambao umeingia katika, wengine wataanza kuniambia kwamba hiyo ni haki yetu. Haki gani? Haki gani ambayo inapinga mpango wa Mwenyezi Mungu? Mungu ndiye mwanzishi wa ndoa na alileta mke. Na wacha nimwambie, alimletea wake watatu, si ndio? Aliletea mke mmoja. That's what the Bible says. Wakati alipoleta kwa Adamu mke, alileta mke mmoja. My friend, Enos, the day you will end up having a polygamy family, you will be in trouble. Soma katika Biblia watu wote ambao waliingia katika polygamy, uone maisha waliishi. Na uliza, kuna wengine wako hapa. Sisemi kwamba wako hapa. They have tried that and they have seen by their eyes. Wamekuwa na experience kuhusu mambo haya. So wacha tuwaambie kwamba lazima tuweze kutunza ndoa zetu, mke mmoja na mume mmoja. That is what the Bible says. Jambo lingine ambalo ningependa kuweza kuongelea ni kwamba nini inayoanzisha matatizo katika ndoa? Ni mambo gani ambayo inaanzisha matatizo katika ndoa? Biblia inasema kwamba basi aliunganisha mume na mke, na mume atamwacha baba yake na mama yake na wataambatana na mke wake, watakuwa mwili mmoja. The problem of marriage nowadays, people they don't live. They just marry but they stay in their family. That is the problem. Hiyo ndio shida. Na wakati ambapo wanapoendelea kuishi, Catherine, ukiendelea kuishi na wazazi wako, ni vizuri kuheshimu wazazi wako, lakini ukiendelea kuishi kwa wazazi wako itakuwa shida. Why? Kwa nini? Baba yako yeye alikuwa na amri na kiongozi wa familia. Okay? Baba yako alikuwa kiongozi na amri katika familia. So wakati umeoleka kwa Kalabai, sasa yeye ndiye kiongozi. So if you will continue to have decisions from your father, then you will have two rivals of leadership in your marriage. That one will bring conflict. I know Enos has parents. It is good to have parents. But my friend, if you will continue to stay under the control of your father or your family, then you will have trouble. You need to have to stand and direct the way you want your marriage to be. So the problem, watu hawawachi. Then the other problem, the external voices. External voices kutoka kwa wazazi, kutoka kwa familia, kutoka kwa cousins, kutoka kwa sister-in-law, brother-in-law, kutoka kwa friends. External voices huwa zinaleta shida. Kwa sababu labda kutakuwa na unaweza kuwa na kutoelewana kidogo. Si ni kawaida ya mwanadamu. Si ni kawaida ya mwanadamu. Mnaweza kutokuwa na kuelewana, kuna jambo fulani hamuelewani. So you will have to go and share with your friend, with your family, or with your father, or your mother, or your sister. But decision belongs to you. Kwa watu wangapi? Wawili. But the most, mume ndio huwa anakata kauli. Najua wakati Abrahamu alipokuwa na Sara, sikia, hii ni historia kamili ambayo iko katika Biblia. Alipokuwa na Sara, kulikuwa na wakati fulani alifika katika nchi fulani,
Na ikawa kwamba mfalme huyo aliona Sara ni mrembo sana. Sasa akaona kwamba mimi nikisema kwamba Sara ni mke wangu nitauawa. Alifanya decision gani? Enda useme kwamba you are my sister. So Sarah, she obeyed. That is the law of marriage. You must obey what your husband telling you or what your husband has decided to do. Also, kitu kingine ambacho kinaleta shida katika maisha ni kutoambatana pamoja. Biblia inasema kwamba nao wataambatana pamoja na wao watakuwa mwili mmoja. Yesu aliwaambia hivyo wanafunzi wake, Mafarisayo, watakuwa mwili mmoja. Shida ambayo tunapata katika familia zetu ni kutoambatana. Kutoambatana kwa mambo gani? Si kutembea kwa njia, tunaenda pamoja, tunaenda kazini pamoja. Hapana, that is not the way Jesus said. Sema kutoambatana katika mawazo, kutoambatana katika mipango, kutoambatana katika Okay. Now, you know the problem of nowadays, people, they don't want to listen to the word of God. They just want to limit the word of God. But what I'm speaking to you, it is very important than any other thing that you have done here. Okay? So, time is not our side, but the word of God, does it be limited by the time? No, the word of God cannot be limited by time. Okay? Are you agreeing with me? Yes. The word of God is very important. Labda kuna jambo ambalo nitakuambia na litaweza kukusaidia. Yeah. Kama nitakukwaza, pole sana, but me I'll speak with the word of God, through the word of God. Number 3. Not to have one flesh. Not to have one flesh. Mwili mmoja. How can two people become one flesh? Yesu aliwajibu swali hili. Akasema kwamba ikiwa kama mambo ya ndoa inaweza kuwa hivi, basi haina haja mtu kuoa. Yesu akajibu akasema kwamba kuna matawashi. Hello? Kuna matawashi? Kuna matawashi ambao walijifanya matawashi kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, na kuna matawashi ambao walifanya matawashi na watu ili watumikie dini. Si mnajua watu ambao wanafanya watu matawashi kwa ili watumikie dini. But nowadays kuna ujanja mwingi, tunajua. Ule ujanja tunajua. Kwa hivyo ndoa haiwezi kukamilika bila tendo la ndoa. Hello? Wacha nitumie lugha yenye nidhamu. Kwa sababu mimi ni umri, kuna vijana wangu hapa na wananiona nikihubiri, si ndio? Lugha ya nidhamu, ndoa haiwezi kukamilika bila tendo la ndoa. Na yule ambaye nitawasha, najua kuna historia zingine na kuna mila za Afrika, mimi huwa nakataa. Nasema kwamba okay, chukua mwanamke alafu ndugu yako atakuzalia. That is bure. Hiyo si ndoa. Mtu kama ni towashi, wacha akae bila bibi. Ndoa haiwezi kukamilika bila tendo la ndoa. That's why Yesu alisema kwamba hawatakuwa wawili tena, bali watakuwa mwili mmoja. Nataka unisikize vizuri. Jambo lingine ambalo linaleta shida katika ndoa ni communication. Communication is very important. The way you express yourself, jinsi ambavyo unajiwasilisha kwa mume wako na kwa mke wako. Wacha hii mambo ya Kichina ya Beijing hii. Hii mambo ya Beijing hii wachana nayo. Hakuna siku mwanamke atakuwa sawa na mwanaume. Hello? Hello? I'm speaking about equality and equity. They are different things. Yeah. Hakuna siku ambapo Mungu alisema kwamba na mume atakuwa kichwa cha familia. So wakati ambapo tunapowasiliana katika mawasiliano, ni lazima tuweze kuchunga kile ambapo tunawasiliana. Hata body language. You know, sometimes you can be very rough. A woman can be very rough, a man can be very rough. And if you be very rough and your voice becomes like a lion, then communication, you will cut off your communication with your spouse, and it will bring a problem.
Kwa mfano, wakati ambapo tunapowasiliana katika ndoa zetu, tunahitaji kuhakikisha ya kwamba hatutumii chuki, hatutumii hasira. Ukileta hasira haitajenga chochote, italeta shida katika maisha yako. Kuna wakati mwingine communication inaweza kuwa cut off the way jinsi ambavyo unavyoangalia. Unajua macho peke yake yanaweza kujua kwamba huyu amekataa ama amekubali. Hata unaweza kuwa unawasiliana alafu mdomo inafanya umeona jambo kama hilo? Ama mtu anawasiliana wewe na unaimba Yesu ameinuliwa mtazame, Yesu ameinuliwa, na mtu anaongea na wewe. Will that bring peace? It will not bring peace. So we must be very careful the way we communicate. Also, kuna mambo ambayo yanaweza kuleta shida katika ndoa. Wacha niongelee sasa mambo ambayo haiwezi kukusaidia. This is the advice to men and women. Na nataka kuadvise Enos. Sometime God will enable you to become rich. Riches will not maintain your marriage. Perhaps rather you will become a rich woman. Riches cannot maintain your marriage. Don't think that Calabar will love you more because you have money. You know, some women here, they think, in our country, they think that when you are hard working, then you can earn more, then you will be respected with your husband. Marriage is being maintained by the character. Bill Gates, he is the most rich in the world. For some time back. Si mnajua Bill Gates? Ndoa yake ilivunjika kama pana. Nani alikosa? Nini alikosa katika familia yake? Katika jamii yake, katika maisha yake? Kama ni gari alikuwa nayo, kama ni nyumba nzuri alikuwa nayo, kama nini alikuwa nayo? Hata siku hizi kuna minong'ono. Halo? Kuna minong'ono ya kwamba ndoa ya Barack Obama iko kwa shida. Kama mjui. So si mali inatunza, ni maneno ambayo unaongea na vitendo na vifanya. Kila ambacho kinaweza kutunza ndoa yako is about love. Which love am I speaking about? We have 4 kinds of love. 1, agape love. 2, filial love. 3, we have storge love. 4, we have romantic love. But the most favorable love in the marriage is agape. You know, many preachers, I've heard so many preachers in this country and the other countries that I've traveled to preach the gospel. They say, you know, God commanded a man to love, but the woman also to respect, only to respect. That is not true. The Bible says after you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, then you have agape love. So a woman should love, and also a man should love. Hello? Now, agape love is unconditional love. It does not count the fault. Haihesabu mabaya, haioni uchungu, inaweza kusamehe kwa haraka. Kwa hivyo that one, the only thing you can do and apply to your marriage is agape love. Ninajua kukosana kupo katika nyumba. Siongei sasa Calabar kwa sababu najua kwamba nyinyi mnaishi vizuri. You don't quarrel, you don't fight each other, you are good people, you are good Christians. But some people here, they do quarrel. They have conflict, wako na shida katika ndoa zao. Na wakati wanapokuwa katika ndoa zao, kama uta-apply agape love itakusaidia. Filial love inafanya nini? Filial love ni tit for tat. Yaani ukinifanyia kizuri, mimi nitakufanyia kizuri. Nikikufanyia kibaya, mimi sitakufanyia kizuri. That is not the kind of love that Jesus gave us. Storge love, it's a family love. You will love your family than your marriage. That one will not help your marriage. Kama unapenda familia yako, unasema hiyo ni kwa sababu ndio familia yangu,
sasa mimi nitawapenda sana kwa sababu ya nimefanywa mbaya na bwana yangu, hauta maintain. So storge love, you need to love your family, yes, but apply agape love to your husband and to your wife, and your marriage will grow very 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 well, and utakuwa mtu ambaye watoto wataiga. Unajua watoto wanajifunza kutoka kwetu. Katika ndoa ninajua kwamba kuna watoto, najua kwamba Kalabaya kuna watoto, but when they will see you loving your wife loving you, then they will learn from there. Our marriages is in a big trouble. Why? Because our children copy our examples. The way we treat our wives, the way we treat our husbands. So, if you want to maintain your marriage, what are you supposed to do? Ni nini ambayo unastahili kufanya? Kama unataka kulinda ndoa yako, fanya nini? Apply agape love. Agape love itakusaidia katika maisha yako. Na unajua agape love inapatikana namna gani? Agape love inakujaje ndani ya mtu? Agape love inaweza kupatikana tu kwa yule ambaye ni Mkristo. Yule ambaye amemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Ikiwa utamkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, basi sasa agape love itaingia ndani mwako na utakuwa mtu wa kupenda vile ambavyo Kristo alipenda. Alitoa maisha yake kwa sababu ya maisha yetu. Alikufa msalabani kwa sababu ya maisha yetu. Unaweza kujitoa kwa mwenzako hata ingawa Yesu alikufa tukiwa tungali kwenye dhambi. Hata yule ambaye anaweza kuwa amekosea, lakini unaweza kujitoa na kuhakikisha kwamba hata unamuombea. Sometimes if you don't have agape love, you will be bitter, you will become bitter, you will become very angry, and you will not even pray for those who have trespassed against you, or your partner who have trespassed against you. So you need to invite Jesus Christ in your life. Unahitaji kumwalika Yesu Kristo katika maisha yako ili akusaidie. Ni kama umemkubali Yesu Kristo kama mwokozi maisha yako, basi allow sheria yake ikaweze kukuongoza. Mungu awabariki sana. Tusimame. Ninataka kuomba. Labda kuna mtu hapa ana shida katika ndoa yake. Na anaona kwamba hiyo ndoa imekuwa na shida. Anaona kwamba hiyo ndoa inahitaji Yesu Kristo. Na unataka kumkaribisha Yesu Kristo katika ndoa yako. Unahitaji kumkubali ili aweze kuongoza katika ndoa yako. Nataka ufunge macho yako na ubebe mkono wako juu ili tuweze kuomba. I want to pray with someone here. Nataka kuomba na mtu ambaye ako na shida katika ndoa yake. Na katika shida hiyo najua akimwalika Yesu Kristo, akiruhusu Yesu Kristo kuongoza, tutaweza kumuokoa. Tufunge macho yetu. Ninaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wangu kwa sababu ya hawa ambao wameinua mikono yao ili kuokoa ndoa zao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, najua kwamba Kristo utaingia katika maisha yao na kuweza kuenda na kuweza kuwabariki. Ninakushukuru kwa sababu Bwana, watakapokukaribisha na sheria zako, Mungu uliye mtakatifu, utaweza kuokoa ndoa hizi. Asante kwa sababu ya ndugu yetu Kalabai na Catherine. Najua kwamba Bwana umewapenda na najua kwamba watakapokuwa na apply mambo haya, Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ndoa yao itakuwa ya amani. Ndoa yao itakuwa ya ushindi. Yale ya muovu katika jina la Yesu Kristo kapata kuondoa. Asante kwa sababu Bwana umetenda. Ani katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu, naomba na kuamini. Mbarikiwe sana. Ningependa kuona ni nani atakayewahudhurisha mbele wanaotaka kufanya harusi hivi leo. Bwana harusi. Nafikiri wanahudhurishwa na jamii. Asante. Mwalete mbele. Walete mbele. Shika mkono na umletee hapa anayehudhurishwa kama bwana harusi. Mnipe mkononi mwake. Asante, ndio huyu hapa. Asante sana. Hao ni wasasi. Rudini, mniachie huyu. Niachieni huyu tu. Asante. Mungu akubariki. Nafikiri utakuwa na best man. Karibu. Atakayemhudhurisha bibi harusi asimame
na niletee bibi harusi mahali hapa. Nashukuru, asante. Naona wamesimama, wako tayari kumleta mahali hapa, na mimi kwa ndugu Enos Kalabai Wasike. Je, ungependa kumchukua Catherine kama mke wako wa ndoa? Ndio. Asante. Wacha niulize tena kwa sababu tunahitaji kusikia shangwe. Je, ndugu Enos Kalabai, ungependa kumchukua Catherine kama mke wako wa ndoa tangu hivi leo? Ndio. Basi nimeona kitambulisho kimekuja. Haya, naweza kupeana kwake. Haya, kwa Catherine, nataka kuuliza hivi leo, je, uko tayari kumchukua Enos Kalabai kuwa mume wako wa ndoa tangu leo? Ndio. Asante. Basi kwa kuwa mmeapiana, mmekubaliana, tungependa kuchukua ahadi zetu. Tungependa kuchukua ahadi zetu kwa kwamba tutafanya. Sasa nataka kumuuliza ndugu Kalabai uweze kuchukua ahadi hii kwa kusoma haya namba 1. Mimi jina langu Enos Kalabai naahidi kumchukua wewe Catherine Nzula kuwa mke wangu wa ndoa. Nitakupenda, nitakulinda katika maisha yangu yote. Katika uzima, katika ugonjwa na kwa mali na upungufu, kwa hali yoyote, ni wewe tu ninayeahidi kupenda. Kifo tu kitutenganishe mimi nawe. Wote tupige makofi. Basi tumesikia Enos, wacha tumsikie Catherine asemavyo kwa Enos. Mimi Catherine Nzula naahidi kukuchukua wewe kuwa mume wangu wa ndoa. Nitakutii kama mume wangu katika maisha yangu yote, katika uzima na ugonjwa, kwa mali na upungufu, kwa hali yoyote, ni wewe tu utakayekutii. Kifo tu kitutenganishe mimi nawe. Makofi. Hapana shaka kwamba jambo la muhimu limetokea. Basi kwa sababu wameahidiana na kwa sababu wameweka ahadi iliyo muhimu ya maisha katika pigo hili ama katika ombi hili lililo muhimu, ningependa kama kuna ishara yote ya kudhihirisha kwamba unatiana ahadi. Unayo ishara, Pastor Enos? Asante. Okay, kabla ya kutia ahadi, nimekumbushwa jambo ambalo ni muhimu sana. Wajua, umefanya ahadi, lakini hebu angalia kama ndiye yule ambaye unafanya
Sasa tungependa kuona kama kuna ishara, inayosababisha kwamba hawa wawili wameweka ahadi. Ishara ambayo ni umeona kuna kikombe hapa. Kikombe hiki ni kizuri sana, kimebeba vitu viwili. Hizi ni zote mkono So tunataka tuweze kuchukua hizi ahadi kwa kuweka ishara. Sasa Catherine, inua mkono wako kwa kushoto juu, unashika hiyo mkono, shika vizuri. Okay. Essa auditória de acho, privilégio, essa last, sai, essa pete hii ni ishara ya ahadi yangu kwako. Pete hii ni ishara yangu, ahadi yangu kwako, nilivyowekewa sasa hivi, ninavyokuwekewa sasa hivi. Teremsha pete pamoja na Bwana. Anateremsha. Makofi. Basi nadhani hii nyingine ya kazi. Pete hii amshike mkono wake. Hii ni pete ambayo ni ahadi ambayo Catherine anataka kuweka kidole cha pili sababu inaweza anguka. Tuseme hii ni ishara, takusoma haya maneno ambayo iko hapo. Pete hii ni ishara ya ahadi yangu kwako, inayokuwekea sasa hivi. Pole.
hawa kwa sababu wameahidiana, tunahitaji yako mahali Ningependa pia Catherine kusaini kwamba hivi ndoa imekuwa halali mbele ya serikali yetu ya Kenya kwa kupika sahihi mahali pale. Pia sahihi mahali pale. Kwa wale ambao wamefunga ndoa hivi leo, kujulisha kwamba serikali yetu ya Kenya inatufahamu. Mimi kama ofisa wa serikali niko hapa kwa mujibu kutetea imani na sheria yetu ya Kenya. Mwenye anahifadhi cheti anaiweka wapi? Ataiweka mahali panapostahili na kuhakikisha kwamba iko sawa kabisa, ili kwamba kila jambo liende sawa sawa. Ameangalia mahali pazuri pa kuweka, anafungua mpaka amefunga, asije akanyakua hii cheti, kwa sababu wajua ikipotea basi Catherine ikipotea kutakuwa na hatari. Mwingine anaweza nyakua, aweze kufanya mambo ya madhara kwa ajili ya hiyo ndoa. Anaiweka pahali pazuri, anasakanya mpaka huko ndani kuona kwamba iwapo ulifikiri kwamba utawahi moja pale pale, iwapo ulifikiri utawahi moja huku, nataka nikutangazie kwamba leo nawatangazia mume na mke, Catherine na Kalabai, mume na mke, mume na mke, Catherine and Enos Kalabai. Mbele yenu. Ili sifa na tuikaweze kukurudia. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye utafanikisha kizazi chao. Utafanikisha kazi yao ya mikono. Utafanikisha Bwana mapito yao na hata huduma yao ya kiroho, yaani ya muovu, katika jina la Yesu Kristo kapate kuondoa. Asante Mungu kwa sababu umewasimamisha katika mwamba imara ambaye ni Kristo. Na kushukuru kwa sababu ya mchungaji ambaye amefanya kazi hii na wachungaji wote ambao wamefika mahali hapa ili kutenda kazi hii. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu naomba na kuamini. Kabla hatujaingia upande wa kupika sahihi katika cheti kwa ajili ya mambo ya kiserikali, ningependa kuona furaha ya upendo, busu na furaha ya upendo. Wacha tuone
Iko sawa? Haya, toketi hapa sasa. Kaa pale. Sasa uone. Haya. Kwa hivyo tutawaomba uweze kusonga karibu na kuoka kwa chakula kwanza.
Tuamini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tukaweza kuiona. Asante ni kwa ajili ya siku hii njema ambao unaweza kubariki nayo. Asante ni kwa ajili ya wageni ambao unaweza kufika mahali hapa, ni kwa ajili ya sherehe yetu. Tunapoenda kula na kunywa pamoja nao, tunaomba kuweza kubariki chakula. Tukaweza kubariki mfuko uliotoa, na katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuomba. Basi sasa tunapoangalia keki imeundwa kwa vitu mingi. Imeundwa, kuna unga, kuna maji, kuna sukari, kuna vitu tamu ambayo wameweza kuunda nayo hii keki, ambayo inafundisha jinsi hata nao pia watakao kuwa wakikaa katika nyumba. Jinsi tunavyojua harusi bila keki, hiyo sio harusi pia. Kwa hivyo tunafurahia kwa siku ya leo kwa kwanza kukata hii keki aweze kutulisha. Anaanza kukata keki. Kata. Ametokea mbele. Amekuja akasimama hapa ndio mimi na basi. Ai!
Hapana, tokeni mbele. Mama, ona kidogo.